Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Janet Julius Makende. Nimeokoka na ninampenda sana Yesu. Haleluya. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya muda na wakati kama huu. Ni huruma zako pekee na rehema zako, sisi hatuangamii. Baba, unastahili heshima zote, hakuna aliye kama wewe. Roho Mtakatifu tamalaki mahali hapa. Karibu mahali hapo ukatuhudumie. Wewe ndiyo kimbilio letu na wewe ndiyo msaada wetu. Tupo tayari kulisikiliza neno lako. Fungua masikio yetu ya rohoni tukapate kulisikiliza neno lako. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amina. Amina. Haleluya. Amen. Neno la Mungu linasema katika Amosi 3:3. Je, wawili wanaweza kwenda pamoja isipokuwa wamepatana? Haleluya. Katika tafsiri za Kiingereza neno la Mungu pia linasema hivi, can two walk together except they agree? Haleluya. Kuna maswali hapa ya kujiuliza. Wawili wanaweza kwenda pamoja. Ni swali tunaulizwa. Je, wawili wanaweza kwenda pamoja isipokuwa wamepatana? Haleluya. Wamepatana kwenye nini? Haleluya. Leo nazungumzia zaidi kuhusiana na masuala ya mahusiano. Haleluya, mahusiano. Kwetu singles, vijana, kiume na wa kike. Kwa hiyo ni mambo ya msingi tunapaswa kuyazingatia katika hili neno. Je, wawili wanaweza kwenda pamoja isipokuwa wamepatana? Wamepatana kwenye nini? Cha kwanza kabisa, imani. Haleluya. Imani moja, Mungu mmoja, ubatizo mmoja. Haleluya. Ni muhimu sana watu wa Mungu ambao wanatazamia kuoana wapatane katika swala la imani. Ni muhimu sana. Kuna ile unasema wadada wengi boka, kuna ile namna nasikia ni kweli yule kijana ananipenda sana, ila sema tu imani tofauti. Naamini nitambadilisha. Mtu wa Mungu, wewe ni mwanadamu tu. Hata kama unanena kwa lugha masaa. Haleluya. Unanena kwa lugha saa nyingi, yani kuanzia saa 1, saa 2, 3, 4. Mtu wa Mungu, wewe huna uwezo kumbadilisha mwanadamu. Haleluya. Huna uwezo kumbadilisha mwanadamu. Kwa sababu ukipuuzia swala linaloitwa imani, kesho na kesho kutwa utakapofunga ndoa na huyo kijana na kwako binti, kesho na kesho kutwa utafunga ndoa na huyo kijana, wewe umeokoka? Shazoea mifungo mingi, maombi, kusoma neno, lakini labda kwa huyo kijana yani hajaokoka. Haleluya. Ila anasema tu naamini nitaokoka mbele ya safari, nitaokokaga. Kwa kuwa mimi nakupenda na nina mpango wa kukuoa, nitaokoka. Mtu wa Mungu, mtu ambaye hayupo serious na Mungu, kwako binti sikiliza, hayupo serious na Mungu huyo kijana, hana mahusiano binafsi na Mungu, neno kusoma ni mpaka Jumapili kwa Jumapili, anaipukuta na Biblia, maana anaitafuta ilipo, ipo kwenye kabati, ipo wapi, anaitafuta ilipo. Mtu ambaye hana muda wa kumuomba Mungu, huyo ni mtu ambaye amemchunia Mungu. Haleluya. Amemchunia muumba wake ambaye amemuumba, anamlinda, anampigania, anamuongoza katika hatua zake za kila siku. Uwe na uhakika hata wewe ambaye umekutana naye ukubwani uko mbeleni atakuja kukuchunia tu. Hauna uwezo kumbadilisha mwanadamu mwingine. Hauna. Nipo hapa kukwambia hauna huo uwezo, mtu wa Mungu. Haleluya. Hiyo kazi ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo na neno la Mungu lipo wazi, msifungiwe nira na watu wasioamini kwa jinsi sivyo sawasawa. Kwa hiyo kama imani mnapishana na haujamsikia Mungu akikwambia kwamba mwanangu ambatana na huyu mtu, uwe na uhakika huko mbeleni mambo yatakuwa ndivyo sivyo. Mungu atusaidie sana. Na pia kwako kijana wa kiume, usimuoe binti ambaye mnapishana imani. Haleluya. Mnapishana imani. Hata kama unampenda namna gani,
hata kama unampenda namna gani. Wengi sana ambao wamepuuzia swala la imani, na waliona kwa sababu tunapendana, tumeshibana. Swala la imani ni kubwa sana, kwa sababu hamwezi kwenda mbele isipokuwa mmepatana. Tasema tu kila mtu atakaa na imani yake, wewe huku, mimi huku, sawa. Vipi kuhusu hao watoto, mnafikiria? Imani ni muhimu sana, mtu wa Mungu. 2, maono. Haleluya. Maono. Unaona nini? Unatazama nini? Kuhusiana na nini? Wewe ni nani? Haleluya. Hayo ni maswali ya muhimu sana kujiuliza. Kwa hiyo kabla binti hujataka kuolewa, hakikisha kwamba unajua kusudi la kuwepo kwako duniani ni lipi. Na 2, umeanza kuliishi. 3, ukomavu kiroho, kimwili, kiakili. Na pia hakikisha sana mtu wa Mungu, binti Sayuni, haleluya, hakikisha sana kuna shughuli ambao unafanya na kuingizia kipato. Haleluya, muhimu sana. Na kwako kijana, turudi kwa Adam. Kabla hajapewa Eva mke wake, alipewa bustani ailime. Ile ni kazi. Haleluya, alipewa kazi aifanye. Na kabla hujakimbilia kuoa kijana wa kiume, hakikisha una kazi unafanya, na sio bora kazi halali. Haleluya, kazi halali ambayo inakuingizia kipato. 2, kusudi lako uwe unalijua na unaliishi, kwa sababu mke ni msaidizi. Atakusaidia nini kama hujui kusudi lako? Tunarudi pale, can two walk together except they agree? Je, wawili wanaweza kwenda pamoja isipokuwa wamepatana? Kupatana kwenye nini? Na kwenye maono pia ni muhimu sana kupatana. Haleluya. Sio kumbe wewe una wito wa kuwa mtumishi wa Mungu na unaujua huo wito, lakini wewe unataka mke ambaye wa namna tofauti, ambaye mambo ya huduma kwake sio kipaumbele wala hayamuhusu. Kanisani anaenda, lakini akisikia wewe mtumishi wa Mungu, na wewe unaogopa kumwambia. Funguka kijana, mwambie kwamba wito wako ni upi, umeitwa katika kusudi la kumtumikia Mungu. Kama ni mchungaji, ajue kwamba ana kazi ya kuja kuwa, ana kazi ya kuifanya, ya kulea, kulisha, kulitunza kundi ambalo Mungu amewaamini nyinyi wawili. Haleluya. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua hivyo vitu viwili. Haleluya. Ili viweze kutusaidia huko mbeleni. Jua wewe ni nani. Na ukishajua, anza kuliishi hilo kusudi. Unaliishije? Muulize ambaye amekuumba. Kwa nini amekuleta duniani? Anataka ufanyeje? Haleluya. Mungu hana upendeleo, Mungu anazungumza. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Haleluya. Usikimbilie kuolewa kwa sababu unaona wengine wameolewa. Usikimbilie kuolewa kwa sababu unaona umri wako umeenda. Usikimbilie kuolewa kwa sababu unaambiwa wewe umri umeenda mpaka leo hujaolewa, ile pressure. Usikimbilie. Kwa hiyo vijana, usioe kama you're not ready. Hamna mashindano. Haleluya. Ndoa ni njema sana, ndoa ni jambo la baraka. Haleluya. Ila hakuna mashindano kwamba aliyewahi atapata medali. Haleluya. Na aliyechelewa atakosa medali. Kila jambo na wakati wake. Haleluya. Na Mungu atusaidie sana. Tuyaishi haya. Tutaendelea zaidi siku ya Jumapili panapo majaliwa. Tuombe. Tunakushukuru Roho Mtakatifu kwa kusema na sisi kuhusiana na wawili kwenda pamoja isipokuwa wamepatana. Tusaidie tukatende kazi na kuwa watendaji na sio wasikilizaji tu. Ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amina. Mungu awabariki sana. Ninawapenda.